Yes, mambo vipi? Uhatari wa mamba upo katika maeneo mawili. Eneo la kwanza kabisa ni eneo la mdomo na eneo la pili ni eneo la shingo. Mamba ana uwezo wa kufanya vitendo viwili kwa wakati mmoja. Yaani ana uwezo wa kugeuka kwa haraka na ana uwezo wa kung'ata kwa haraka. Yaani hapa hivi ndo uhatari wa mamba sehemu ulipo. Lakini kuanzia kwenye shingo kurudi kwenye kiwiliwili mpaka mkia hana hatari katika sehemu hiyo kabisa. Yaani kabisa, kwa sababu cha kwanza hawezi kutumia kucha zake kukudhuru. Aidha kukukwarua kucha au kukukamata kwa mikono, hawezi. Cha pili, hawezi kutumia mkia wake kama silaha. Yaani hawezi kuupiga ule mkia wake aidha kwa kuangusha au ukakudhuru kwa namna yoyote. Bali atategemea kugeuka kwa spidi na kuataki kwa kutumia mdomo wake. Je, tunajiokoaje na mamba? Kitu cha kwanza ninachopenda kukushauri, epuka kutembea pembezoni mwa mto ambao unajua hauna usalama. Kwa sababu mamba atakapokaa kwenye mto, maji ya mto yanasapoti kumficha mamba katika eneo husika na wewe usiweze kumuona kwa urahisi. Epuka sana kutembea maeneo ya mto, pembezoni mwa mto ambapo unajua kuna mamba. Sana sana nyakati za mchana. Kwa sababu nyakati za mchana mamba huwa wana asili ya kutoka kwenye mto alafu wanaenda kwenye pori kwa ajili ya kutulia na kuota jua. Sasa pale ambapo unapokuwa unazunguka wakati huo mamba yupo kwenye maji, atakapokuja kukushambulia, atakuja kukitisha na utakimbilia kwenye maji, ndugu yangu, shughuli yako itakuwa imeishia hapo. Na kwa nchi kavu ni ngumu sana mamba kukukamata endapo hutokimbilia kwenye maji. Yaani unakimbia na kuona unamuona, ni ngumu sana kukunasa kwa sababu hana spidi ya kumshinda mwanadamu. Lakini akiwa kwenye maji ana uwezo wa kukupima kuanzia mita 500 sehemu ulipo na akakuzamia ndani ya muda mfupi akawa amekufikia na kukukamata. Ujanja wa mamba wote uko kwenye maji, lakini akiwa nje mnaweza mkamchezea kama toy na asifanye chochote kile. Amini ninachokwambia. Langu jina naitwa Majaliwa.